Sasa leo ombi langu kubwa linatoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 10. Kutoka sura ya 10. Nataka tukafight, tukapambane hapa. Kutoka sura ya 10 mstari ule wa 21 hadi wa 23. Hili ni ombi ambalo nataka tukaliombe. Kuna watu hujaona watu kwa sababu kuna kitu kimezuia, kuna kitu kimekaa somewhere. Kutoka sura ya 10 mstari wa 21 anasema, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni. Nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe giza juu ya nchi ya Misri. Watu wafanyeje? Wapapase papase gizani. Na watu wa praise mpande hapa juu. Watu wafanyeje? Wapapase papase gizani. Twende tena tuendelee. Alafu mstari 22 anasema, basi Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku ngapi? 3. Sasa angalia mstari wa 23. Soma mstari wa 23 anasemaje? Anasemaje? Hawakupata kuonana mtu na mwenziwe. Maana yake moja ya kazi ya giza na nguvu za giza ni kufanya mtu asionane na watu wake wa maisha. Kufanya mtu asionane na wasaidizi wake wa maisha. In fact, giza linafanya kazi kama mbili. Kwanza, linaweza likawafunika wale watu usiwaone. Pili, linaweza likakufunika wewe wasikuone. Ndio maana anasema hawakupata kuonana mtu na nini? Na mwenziwe. Lakini jambo la pili, giza linaleta stagnation. Anasema wala akuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Maana yake giza lilifanya watu wakakwama pale pale kwa muda wa siku kadhaa. Kwa hiyo as long as giza litaendelea kubaki, ndivyo ambavyo nao utabakia pale pale. Na kwa nini unabakia pale pale? Ni kwa sababu ya hawaoni watu wa kukuondoa hapo. Ndugu mmoja alikuwa na miaka 38 amekaa kwenye kisima. Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Anasema, Bwana, mimi niko hivi kwa sababu hakuna mtu wa kunitia wapi? Birikani. Maana yake ukikosa watu umeanza kustagnate, umeanza kukwama kwenye maisha. Lakini jambo la tatu anasema hawakupata kuonana mtu na mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Anasema lakini wanaweza. Ukirudi mstari wa 22 anasema watu wakaanza kupapasa papasa. Giza kazi yake pia ni kufanya watu wabahatishe. Leo kafungua biashara ya dagaa, anaona sio. Unabahatisha kwa sababu giza linafanya usione njia. Giza linafanya usione uelekeo. Giza linafanya usione pa kukanyaga. Kwa hiyo na kadri unazidi kubahatisha, unazidi kupoteza muda. Leo nataka tuamrishe kila giza na kila nguvu ya giza ambayo inajaribu kuyafunika maisha yako, ambayo inajaribu kufunika ndoa yako, ambayo inajaribu kufunika uchumi wako, iondoke katika jina la Yesu. Nasema iondoke katika jina la Yesu. Nasema iondoke katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Toa sauti yako, sema Bwana Yesu. Kuanzia sasa ninaamrisha kila giza kwenye maisha yangu, kila giza kwenye maisha yangu, toeka kwa jina la Yesu. Kila giza linalonifunika nisionekane, toeka kwa jina la Yesu. Ninaamrisha kila giza linalofunika wasaidizi wangu wa hatima, toeka kwa jina la Yesu. Kila giza linalonifanya nibahatishe, nakataa, liniachie kwa jina la Yesu. Liniachie kwa jina la Yesu. Giza, toeka ndani ya taifa la Tanzania. Giza, toeka. Anza kuomba katika jina la Yesu. Watu wa praise, kamata mic, omba katika jina la Yesu. Shakanda baba mantarakatanama saparakataya lekada baba yanda kaparanaba shadabarababa rekayanda kanaba mantaka palada masapariakata lekada baba shandadana mama. Kila giza katika jina la Yesu. Amrisha kila giza liachie eneo lako la biashara. Pale kwenye eneo la biashara tunaamrisha giza liondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Juu ya maisha yako tunaamrisha giza liondoke kwenye maeneo tuliopo. Amrisha. Shananama. Rianama kayanana. Shana kababa. Katika jina la Yesu.
giza la magonjwa, giza la magonjwa kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, giza la umaskini, giza la madeni, amrisha liondoke, amrisha liondoke, amrisha liondoke. Kila kinachokufunika watu wasikuone, achia, achia. Omba ukiwa unapiga makofi, omba ukiwa unapiga makofi. Amrisha kila giza liachie. Yakada kaparababa, masaya katarababa, lekarada baba saka, yadakada baba, mandala kapaya, ekababa sata, lekada rababa, masababa balia. Giza unaezuia wateja wangu, giza unaezuia wasaidizi wangu hatima, giza unaezuia watu wasinione, na kuamrisha ondoka, na kuamrisha ondoka. Sana na makaya matagara baba, zakada kaparada matara baba baba, masapara katarada lekada baba baba, asapariana lekarababa. Amrisha chia 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 chia, achia chia 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 chia. Giza, 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 atoeka, atoeka. Watu walioshikilia fedha yangu waachie kwa jina la Yesu. Piga, piga kila giza. Amrisha liondoke, amrisha liachie. Akatapa, akatapa, mandakata, lekaparia, esaparadada, mandakaparababa. Omba, 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 omba. Amrisha kwa jina la Yesu. Ni kwa nini tu wewe? Ni kwa nini tu wewe ambaye huonekani? Ni kwa nini tu wewe? Wengine wanainuka, uliosoma nao wanainuka, wewe umebakia chini. Kuna watu unawahitaji, mwambie Bwana niletee, niletee leo. Kwa leo naamrisha wale waliokuwa wameshikiliwa kwenye giza, sandaka paraba, mataka parada, masaparakata, rekata raga baba, mandaka parada ba. Yeah, yeah, sadala baba, yandara baba. Achia, achia, achia watu wangu, achia, 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 achia. Kila adui aliyeshikilia watu wako tunamwamrisha achie. Katika jina la Yesu, sema amen. Kila giza limeondoka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sema amina ya mtu mwenye imani. Amina ya pili ya mtu mwenye imani. Amina ya tatu ya mtu mwenye imani. Nasema kila giza kwenye maisha yako limeondoka katika jina la Yesu. Kila giza lilokuwa lafunika wateja wako, wasaidizi wako wa hatima, watu ambao walipaswa kukujilia wewe kwa sababu unayo nuru, hilo giza lilikuwa linawazuia wewe, halitakuzuia katika jina la Yesu. Natangaza giza litazuia wengine ila sio wewe katika jina la Yesu. Wewe ni nuru na giza likishindana na wewe halitaweza kwa jina la Yesu. Kila giza la magonjwa halitakupata wewe kwa jina la Yesu. Kila giza la umaskini kwako nimeliondoa kwa jina la Yesu. Kila giza linalofanya uende kwa kubahatisha leo nimeliondoa kwa jina la Yesu. Hautabahatisha tena katika jina la Yesu. Hautabahatisha tena katika jina la Yesu. Jambo la mwisho la kiimani nataka tulifanye, hii utageukia pande zote za nchi. Wewe utachagua upande huu ni wa kwanza, upande huu ni wa pili, upande huu ni wa tatu, upande huu ni wa nne. Wewe utageuka kwa namna yako. Na ugeuke kila upande uite watu. Subiri nikupe andiko. Isaya 55 ule mstari wa 5 na wa 6. Angalia anasemaje hapa. Anasema tazama, utaita taifa usilolijua. Nikuita. Sema nikuita. Anasema tazama utaita taifa usilolijua. Maana hata watu wasiokujua, watu ambao huna connection nao, wasiokujua ni kwamba wale ambao ulikuwa huna connection nao. Na wengine ni kwamba hawakujui kwa sababu inaonekana jina lako bado halijakuwa. Lakini leo tunaita. Anasema utaita na taifa lisilokujua litafanyeje? Litakukimbilia. Maana yake ukiwaita hawaji wanatembea. Ukiwaita hawaji wanatambaa. Ukiwaita wanakuja kwa wanafanyeje?
wanakimbia. Alafu anasemaje? Kwa sababu ya Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. In fact, rudi mstari wa 4. Rudi mstari wa 4. Angalia, Mungu anasema hivi. Anasema angalieni, nimekuweka kuwa shahidi wa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedari. Yani amekuweka wewe. Maana kama Mungu amekuita wewe ni biashara, amekuita wewe ni kiongozi, amekuita wewe ni mchungaji, yoyote uliye hapa, kwa sababu hiyo lazima uite watu. Kwa sababu una wito ambao uko kwenye maisha yako, una kitu ambacho unataka kukifanya, lazima uite watu katika jina la Yesu. Marko sura ya 3 mstari wa 13. Marko sura ya 3 mstari wa 13. Watu hawaji tu kwa sababu umeokoka, watu hawaji tu kwa sababu ni mtu wa Mungu, wanakuja kwa sababu umewaita. Marko 3:13 na mstari wa 14. Angalia anasemaje? Akapanda mlimani, akawaita. Huyu ni Yesu. Akawaita aliyowataka mwenyewe. Wakafanyeje? Sema kwa sauti, wakafanyeje? Wakafanyeje? Alifanyeje? Kwanza aliwaita. Wewe unawataka watu wa aina gani? Yesu aliwaita aliyowataka. Maana ukiona Zakayo anamwendea Yesu, Yesu alimuita. Ukimwona Petro anamwendea Yesu, Yesu alimuita. Ukiona kuna wanawake wengi wanaenda na mali zao kwa Yesu, Yesu aliwaita. Kwa sababu aliwaita aliyowataka. Na wao wakafanyeje? Wakafanyeje? Nadhani hiyo Isaya 55 mstari wa 6 tulikuwa tunasoma. Isaya, no. Shalama kana. Yakos. Okay, subiri niko mbele andiko pia ambalo linakusaidia kwenda kuongea na pande zote 4 ili watu wa katika jina la Yesu. Isaya Bwana anasema kwenye anasema kusi usizuie. Tafsiri andiko man of God. 43 mstari wa 6. Isaya 43 mstari wa 6. Isaya 43 mstari wa 6. Anasemaje? Isaya 43 mstari wa 6. Anasema nitaiambia kaskazini, maana nitaongea na kaskazini. Zile pande 4 za nchi zina masikio na zinasikia. Kila chenye jina kinasikia. Anasema nitaiambia kaskazini, toa, nayo kusi usizuie. Maana kusini inaweza kuzuia watu. Mashariki inaweza kuzuia watu wako. Magharibi inaweza kuzuia watu wako. Anasema nitaiambia waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya nchi. Leo semesha pande zote. Kaskazini achia watu wangu, kusini achia watu wangu, mashariki achia watu wangu, magharibi pia achia. Sema katika jina la Yesu, kwa ujasiri na kwa ushujaa mwingi katika jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaamrisha kaskazini achia watu wangu, kusini achia watu wangu, mashariki achia watu wangu, magharibi achia watu wangu, na waita wote ninaowataka. Njoo kwa jina la Yesu. Mimi ninataja aina za watu, wewe unasema njoo. Tunaita watu wenye uwezo, watu wenye neema, watu wenye baraka, wasaidizi wa hatima, watu tuliopewa na Bwana, wateja wetu, washirika wenzetu. Njoo kwa jina la Yesu. Anza kuomba, geukia pande zote, ita ukiwa unapiga makofi, omba ombi hilo, ita. Amrisha kwa jina la Yesu. Shanda kanda rabosa mataka parakataya makadadadadadadada ashaparababababa riakaparadabababa matalakarabababa kayadabos yadadababababa sarabababaliata lekaragabababa. Njoo. Naita watu wenye uwezo, watu
wenye vipawa, watu wenye karama, watu waaminifu, naita njoo, njoo, njoo pande zote, njoo kusini, achia, 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 achia mashariki, achia, achia watu wangu wenye fedha, wenye mali, wafanya biashara, achia, achia waimbaji kaskazini, achia, achia wahubiri, achia kwa jina Yesu. Watu wenye fedha waachie, achia, achia, achia. Arabakata makadarababa magarini, achia, leka baba, waite, 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 ye nabaka sabarakataya. Wateja tunawaita, njoo, 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 njoo. Naita wawekezaji, wawekezaji, njoo. Watu wanagawa sapoti maono yako, nawaita, njoo, njoo, njoo. Naita watu wenye vitu wakujirie, wakujirie, wakujirie. Sema njoo, sema njoo. Waite, 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 waite. Akapa ya baba masarabada baba. Mmeitwa kwa ajili yangu na kwa ajili ya maisha yangu. Mmeitwa kwa ajili yangu na kwa ajili ya maisha yangu. Rala bagada barababa madaka baba bariata. Yesu, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita. Aya mama maka zekatara baba, yeah. Yesu, Yesu, heshima, praise. Ayaba, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Sababa baba yakatara baba, yakaraba baba satalaba, leka baba, sababa lerakada baba, mandada barada, zakotala baye, aye ele bobo sata, lekarada baba yata. Oh, shenaba, yekaraka payakata, masaparakata raba, yatakata baba, asapariakata. Tunainama, oh, tunainuka, Yesu, twainua mikono, tunainama, oh, tunainama, tunainuka, oh, twainua mikono, mikono, mikono yako juu. Mambo haya nayokwenda kuyatamka ya amini na yatakuwa ya kwako, ya amini na yatakuwa ya kwako. Hakuna wakati mzuri kwenye ibada kama huu ambao Roho wa Bwana akishatembea, neno la Bwana linatamkwa juu ya maisha yako. Inawezekana ukasema, mchungaji, tangu umeanza kuongea hakukuwa na neno langu, lakini hapa kuna neno la kila mtu sasa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako wote, kila ambaye umemtoa alipokuwepo ukamleta mpaka kwenye nyumba yako. Umesema mahali hapa ndio pale ambapo watu wakikusanyika kwa pamoja, kwa umoja,
mafuta mazuri huwa yanatiririka juu yao. Natangaza kila uli hapa, mafuta ambayo Bwana aliyamimina kwenye ibada ya leo yatiririke juu yako katika jina la Yesu. Nasema yatiririke juu yako katika jina la Yesu. Yatiririke juu yako katika jina la Yesu. Kazi ya mafuta ni kufanya ulaini utokee. Tuna mafuta yanatumika kulainisha maisha yako. Kila ugumu uliokuwepo ndani yako na kwenye maisha yako utoeke kwa jina la Yesu. Nasema utoeke katika jina la Yesu. Kila kitu kimekaa kwenye afya yako kiondoke kwa jina la Yesu. Kiondoke kwa jina la Yesu. Kazi ya mafuta pia ni kungarisha. Kungarisha. Kuanzia leo kibali cha Bwana kipo juu yako katika jina la Yesu. Kibali cha kuvutia watu wa makabila yote kipo juu yako katika jina la Yesu. Kuanzia leo kila utakapokwenda, as long as watu wapo kwenye ile eneo, watu watajitoa kwa ajili yako katika jina la Yesu. Nasema watu watajitoa kwa ajili yako katika jina la Yesu. Hautaenda mahali popote na watu wakakupuuzia katika jina la Yesu. Hautaenda mahali popote na watu wakakupuuzia katika jina la Yesu. Kila unapoingia Mungu atoe watu kwa ajili yako. Nasema kila unapoingia Mungu atoe watu kwa ajili yako. Jambo lako lolote ambalo lilikuwa linasubiri watu, leo nimekuletea watu kwa jina la Yesu. Kwa maombi haya nimekuletea watu kwa jina la Yesu. Ndani ya wiki nzima nimekuletea watu kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako pokea watu. Kwenye elimu yako pokea watu. Kwenye kampuni yako pokea watu. Kwenye uchumi wako pokea watu. Pokea watu kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikuwa amekosekana ili akamilishe mzunguko wako uende kiwango kingine cha maisha, huyo mtu leo nampachika hapo kwa jina la Yesu. Nampachika hapo kwa jina la Yesu. Bwana ananiambia kuna mtu ambaye yuko hapa aliwahi kumsumbukia mtu fulani muda mrefu sana. Ni mtu ambaye alikuwa na uwezo, umemsumbukia kwa muda mrefu sana akusaidie. Kuna jambo ulikuwa umemshirikisha kwa muda mrefu sana, na hapa ulipo ni matokeo kwamba hajakusaidia. Leo Mungu ananiambia mambo haya mawili yatakutokea. Jambo la kwanza, huyu mtu anakurudia yeye mwenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema huyu mtu anakurudia yeye mwenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Huyu mtu anakurudia yeye mwenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ambaye alikuwa amekimbia ili akuache uhangaike, leo namrejesha kwa jina la Yesu. Kwenye uchumi namrejesha kwa jina la Yesu. Jambo la pili, mtu huyu safari hii akija atakuja na Mungu, kwa sababu anakuja kwa agizo la Bwana. Atafanya zaidi ya ulivyokuwa umemwambia. Atafanya zaidi ya ulivyokuwa umetarajia kutoka kwake. Atafanya zaidi ya ulivyokuwa umetazamia katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo fedha yako ipo na ipo kwenye mikono ya mtu, kama itakuja kwa njia ya biashara, kama itakuja kwa njia ya kuexchange kipawa chako na wao, kwa njia yote ile, na ita huyo mtu mwenye hiyo fedha aanze kukutafuta katika jina la Yesu. Kwa matamko haya, huyo mtu akose utulivu kule alipo, ahangaike mpaka amekupata katika jina la Yesu. Nasema ahangaike mpaka amekuona kwa jina la Yesu. Mahali popote ambapo watu walikuongelea vibaya, na kwa sababu kuna watu wakaacha kukuamini, leo nikiwa hapa madhabahuni pa Bwana, na ituma damu ya Yesu ifutilie mbali kila ubaya, matamko yote mabaya ya laana, matamko yote mabaya ya kukatisha tamaa, ya kuchafua, waliotamka kinyume na wewe, na yafuta kwa damu ya Yesu. Kwenye ardhi na yafuta kwa damu ya Yesu. Kwenye hewa na yafuta kwa damu ya Yesu. Kwenye anga na yafuta kwa damu ya Yesu. Kila mahali kwenye maji na yafuta kwa damu ya Yesu. Na kuanzia leo natamka jambo jipya. Nasema nchi, nisikie neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu ya kwamba yeye atafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila utakapokanyaga utafanikiwa katika jina la Yesu. Kila utakalolifanya litafanikiwa katika jina la Yesu. Ndani ya wiki hii nenda ukapokee double. Mungu ananiambia wiki yako kupokea double mara 2 kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Ndio, wiki yako kupokea mara 2. Mara 2 kwenye fedha, mara 2 kwenye faida, mara 2 kimatokeo. Lolote ukilifanya wengine wakipata moja, wewe unapata maradufu kwa jina la Yesu. Ukiondoka kwenye ibada hii, ondoka ukiwa na huo ufahamu. Ni wiki yangu ya kupata mara 2. Watu mara 2. Msaada mara 2. Kibali mara 2. Neema mara 2. Nguvu mara 2. Mpenyo mara 2.
fursa mara mbili, kila kitu kikujie mara mbili mbili kwa jina la Yesu. Jambo la mwisho, ninaomba ulinzi wa Mungu juu yako, juu ya familia yako, juu ya biashara yako, juu ya fedha zako, juu ya kila kitu chako katika jina la Yesu. Nasema naita ulinzi wa Mungu, malaika wa Bwana wa kuzingire na wazingire kila ulicho nacho. Ule wigo uliokuwa kwenye nyumba ya Ayubu na uhamishia kwako kwa jina la Yesu, ambao utazuia mashetani yanayoharibu uchumi yasikuharibu kwa jina la Yesu. Wigo ambao utazuia mashetani yanayoharibu afya yasikuharibu kwa jina la Yesu. Na kuzungushia wigo. Zekaria 2:5 anasema nitawazingira kwa ukuta wa moto. Wewe ukitembea utatembea ukiwa ndani ya ukuta wa moto kwa jina la Yesu. Kama kuna tukio baya adui alikuwa amekupangia wiki ijayo, na alifuta leo kwa damu ya Yesu. Ni ugonjwa na ufuta kwa damu ya Yesu. Ni ajali na ifuta kwa damu ya Yesu. Ni mauti na ifuta kwa damu ya Yesu. Ni hasara na ifuta kwa damu ya Yesu. Ni habari mbaya na ifuta kwa damu ya Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Na imekuwa katika jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu.